Wererabia na ndio mwanzo muligirira wa Getembe Television. Karibu sana asikionga chinsa ikome chabono muragoba ritko neri Alhamisi usirituko ria tichikane asi amatukati ritabire oka omutinyo mutangane mutinyo January nyare wa kanse. Karibu sana mkurukwa Matilda Obaigwa Vene Nyaboke kuro ase manyerero tubwadirane goika omoerio na nekirango chaka ritukorero mora iwensio moske William Ruto nigobono nyara koyora omoyega wokoenana chivesa chia kuchiase abasae insio moroberio onyota chivesa cyo chago ichakria kosepara chikwegendereria ase obonchoreria obukoboke moyego yokorekana segeti kya Gusii Stadium ritukoria rero nigobono nyara kuikiranwa negati ya barai kurase serikali enene bwo kuroiga sorugongo orwa Gusii chinga kicho nigo ateba basaye bali batanyore chibesa bose batanyorire bataranyora chibesa cy'umuroberi onyota bachikobe kwa somuroberi onde ekiro baborigwe koswase simyabo chiri bachakira rero maragoba kobata *254# Ndio gosekwerikia ase umuroberio umoyo ya serikali rachigotwara okonya abasaye gutania chiribu emarongo kianda. Tuko na vijana wengine ambayo mimi natangaza leo hapa nikiwa Kisii. Kila kijana wa Kenya, wale mmeketi huko, wale ambao you are not beneficiaries of this program ya business support, leo jioni tunafungua mtandao this evening *254#. Sio lazima jina yako ijulikane, sio lazima ujulikane na chief ama mzee wa mitaa ama mtu wa nyumba 10 ama mbunge ama governor. Sio lazima ujulikane na mtu yeyote. Wewe na simu yako jipange leo jioni. Tunatafuta vijana wengine 90,000 ambao tunataka kuwapanga na ujuzi, na tutawapatia pesa 36,000 ya kwenda kupata hiyo ujuzi, na tutawalipia mtihani, na ukimaliza tutahakikisha kwamba umepata ujuzi ambayo itakusaidia kusukuma maisha yako mbele, ili wakati tunapanga mambo ya ajira hata na wewe utakuwa na certificate ya kuweza kwenda kujipanga na ajira katika program tulio nayo katika taifa letu la Kenya. And therefore I want to tell the young people who are not beneficiaries of this program today, you have an opportunity this evening to register *254# for the program ya kuhakikisha kwamba kama kuna kijana amemaliza shule ama hajasoma kumaliza shule lakini huna ujuzi yeyote, wewe unataka kuwa fundi, wewe unataka kuwa electrician, wewe unataka kuwa mason, unataka kuwa carpenter, unataka kuwa tailor, unataka kufanya ujuzi ingine yeyote, tuko tayari leo jioni ujipange, tukusaidie upate hiyo ujuzi ndio uweze kujisimamia na kusimamia. Nechinga kecho wanjo murigirire nigo omoske William Ruto anyara gukwanira emiroberio emia serikali enene bwate gocha ase omumenyi we county ya Kisii egati abo kurigiriria egati yechichiro kwagacho wechipara na boigo egati kendege giasunega na boigo amagendra onde amange ase county ya Kisii. Mimi niliwaeleza wa Kenya ya kwamba tutakuwa na program ya housing ambayo itatupatia nafasi ya ajira ya vijana. Nikitoka hapa saa hizi naenda Nyambera. Pale tunajenga soko ya milioni 350. Tuko na vijana zaidi ya 350 wanafanya kazi pale. Hapa Kisii tumeweka pesa bilioni 33. In the history of Kenya, there has never been an administration that has spent 33 billion in Kisii County in 3 years. We are spending 33 billion in this county. Hapa kwa prisons hapa. Mimi niliwaeleza prison hii iko hapa katikati ya mji wa Kisii. Prisoners wataenda huko kwa shambani. Prisoners hakuna kazi wako naye ndani ya CBD.
Inawezekanaje tunachukua wahalifu tunakuja kuwaweka center of town? Hawa wahalifu tutawapeleka huko kando. Hapo kwa mahali ya prison saa hizi nimetangaza kandarasi next week tunajenga nyumba 10,000 hapa Kisii, na nitahitaji vijana 3,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa Kisii, mko tayari ama mko tayari my friends? Mko tayari? Saa hizi program yetu ya affordable housing inaendelea hapa Kisii in different parts. Tuko na projects 5 tayari inaendelea. We have another 4 projects that we are procuring. Tuko na masoko 20 new markets that we are building in Kisii County. Tunajenga hostels ya vijana 7,800 hapa Kisii County. Katika hiyo program yote ya housing Kenya mzima tuko na vijana 1,500 ambao miaka 3 iliyopita hawakukuwa wanafanya kazi. But today we have 500,000 young people working in our affordable housing, in our market development, in our hostels development, working and making sure that they can feed their families. Nase chinga kicho mugavana wa kaunti ya Kisii Muske Paul Simbarati likanyara gukwanera amagendero ali abonete gwikiranirwa ase chinseme ichi na bwigone kirabwate ukubule uchase umurai Evense Muske William Ruto anyare kwene kiabuna chira ichi serikali enene igenderete kubeka uchaso mumenyi wa kaunti ya Kisii chanyare kubati gwikiranirwa. Fikiria, na mimi kama gavana wa Kisii nataka niseme hivi, wale vijana wataanza biashara nitawapea mwaka mmoja bila kulipa lisensi. Kwa hivyo hiyo data nitakuwa nayo, nitaambia watu wangu wasilipishe lisensi kwa biashara ambao nyinyi mtaanza. Pili, nataka niseme hivi, Mheshimiwa Rais, uwanja huu tupo. Nakumbuka wakati Baba Raila Amolo Odinga alikuwa hai, tulikuja kule State House. Wewe mwenyewe ukasema utatupea shilingi milioni 500 kwa uwanja huu. Tafadhali utakaposimama, Mheshimiwa Rais, wewe tuambie procurement imefika, ndiposa tumalize uwanja huu. Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru kwa sababu uliahidi soko la Nyambera ambalo tukimaliza saa hizi nitauliza wale wote wako hapa tuende kuangalia, limeanza, limejengwa. Kila mtu tafika pale na mnajua kwamba mtarudi hapo uwanjani, ndiposa watu waende nyumbani baadaye. Wakati rais ameenda, mimi nimeongea na nyinyi, watu wajue ni vipi tunaenda nyumbani. Mbona mnacheka nyinyi? Simba ni fire, si fire. Hiyo ni mambo ya Deputy President. Fire, si fire. Mheshimiwa Rais, lile soko nataka nishukuru kwa sababu limeanza kujengwa na milioni 350. Mheshimiwa Rais, najua kwamba umepromise daraja 2. Leo ni soko ya daraja 2. Na umetupea, jana tulikuwa katika mkutano, umetupea 900 million kumaliza lile soko la daraja 2. Tunashukuru, asante sana. Mheshimiwa Rais, hapa Nyanchwa nilikuuliza kilomita 10 lakini ukaamua ukanipa 5 na ni 400 million. Najua kwamba hiyo tende imefanyika. Mheshimiwa Rais, ni rais ama ni rash? Nilikuwa naongea Kikisii kidogo bwana. Mheshimiwa Rais, hapa Nyanjwa hizo barabara kabla hujakuja mwezi wa 8 ama wa 9 itakuwa imekamilika. Uwanja wa ndege nashukuru kwa sababu ulituma watu wako wiki iliyopita na hiyo tenda inafanyika. Ile tu nitakuuliza Mheshimiwa Rais. Wancho murigireria gukora kura ase chinsemecho
nigo umwaziri bw'ekisemi Musike Julius Ugamba anyare kumwakira muraibo ense mbuya mono ase okweneke buna aborokiwa nonye bwatoboremerwa aho kurwase chenka ao me ense ya Kenya bono banyare gutukira chiskuru ubwa mono aborokiwa bagaswa grade hekomi. Tuko na asanti kubwa kwa hii programu ya Nyota kwa sababu inasaidia vijana wetu ili wapate maisha mazuri kwenda mbele. Nataka kusema hivi, wale ambao wanasema kwamba hii pesa ni ndogo, hawa ni wale watu hawajawahi tembea miguu tupu. Hawa ni wale watu ambao hawajalala njaa. Hawa ni wale watu ambao hawajalala katika nyumba inanyesha. Kwa wale watu kama sisi ambao tumepitia haya, hii shilingi 50,000 ni pesa kubwa sana ambayo inaweza kuinua maisha yetu. So nataka kuambia vijana, tumeeni hii pesa kwa makini, itabadilisha maisha yenu kwa sababu hii serikali ya William Ruto inabadilisha maisha ya Wakenya wote. Ya pili, Your Excellency, nichukue nafasi hii niseme asante sana kwa ile instruction directive ulitoa kwamba watoto ambao wana transition kwenda grade 10 waende hata bila uniform na waende hata bila school fees. Since you gave that directive, Your Excellency, we have moved from 92% admission to yesterday when we reached 96.5%. Kwa hivyo watoto wetu karibu 1.1 wameingia shule, na nataka kuambia walimu hivi, wale watoto wanakuja shule bila uniform, bila school fees, waadmitiwe na wasirudishwe nyumbani. Mwalimu yeyote akirudisha mtoto nyumbani, na wewe tutakurudisha nyumbani. Your Excellency, asante sana kwa ile maendeleo umetupatia hapa. Najua tunarudi hapa siku nyingine, sitaki kusema mengi, na kushukuru sana kwa ile kazi nzuri unafanya kila sekta ya Kenya hii, ya economy yetu, ya education sector, kwa barabara na kila mahali. Asante sana, Mungu aendelee kukubariki. Thank you. Croasense mwoyo kwa meriria serikali ekora wanere Dr. Fred Matiang'i oyoro mokonyi as womurai sikiama ya Jubilee nigobono aborire buna chibesa nigo chikari gutumeka bobe as serikali iyiga ya broad based nekiraborire buna chibesa echo chibonete goso ase wizara buna iri chisemi ere no boremero eri goikirania omoroberio OCBE chingaki echo nekirabono bagendete kumochia ikiombekere kya IEBC bakobora buna bwasio kuna boigo gwetenenera kubonete kobera gusingubonete gutoka ase kiombekyo. Tafadhali serikali, instead of bribing people around, use that money for capitation. Take that money to schools so that we help our children. The government has turned this season to a bribery season, going all over the country bribing people. Why do you bribe people if you are doing the right thing? Stop bribing people, take the money to schools, reduce the pain for our parents and our children. That is the future of our country. That's what reasonable people do. That is how Singapore became Singapore. Anyone who's betting for our differences, you will lose your bet. You will lose your bet. We are going to stand together and we are going to remain united. Our ambitions and our challenges, our individual interests, pale completely and are nothing compared to the unthinkable and unimaginable possibility of the continuation of this administration. My brothers and sisters, democracy is in danger, not just here but in the region. The jokes we have witnessed in the region recently that passed for election, very dangerous jokes, are threatening to spill over to parts of our country, and we are looking at a government here that wants to borrow from those very dangerous jokes. Please, Kenyans, this is the time to stand firm in defense of democracy. Mujumbe okiaro Muskendi Ndinyoro nigobono aburi buna serikali nere no kubwa woko keani ariguririe chisemi aiga asensi ya Kenya nekiratevire serikali nere nechinguru chogokeya chibesa chigoswase kiganja kirikia NGCDF ase ekerengo kichi milioni 30 eliogo chimenta se wizara erie chisemi kwenekibuna abana bonsi bare ase chi day school mensi ya Kenya banyole chisemi chabusa kutari wakanira kiniyonsi. The government is mobilizing all the grade 10s
to report in our senior secondary schools immediately. And they are saying, hata kama huna fee. But the same government on the other side is saying, oh, but remember, you still have to pay the fee. So I want Kenyans, let us now get into this caucus now, not tomorrow. Because Kenya is capable of offering free day secondary school education starting now. We only need the government to pay the 22,000 that is in the law, in the guidelines for capitation. And on top of that, the money that is required per learner in Kenya for the lunch program is an average of 35 shillings every day. And we have 185 days that we are in school. All the other days we are on holiday. And therefore, Kenya will only need just around 6,500 shillings additional per learner for all the day schools to be free, including lunch. And we can afford to add another 3,000 shillings on top of the 6,500 shillings so that the principals can get money to pay the BOM teachers where there are shortfalls and to pay all the other costs that are not captured at the capitation. So I'm requesting those who are in government, there are movements that come to a nation that become critical junctures. The critical juncture for Kenya to offer free day secondary. Endera kwenyorera ayuna yanda mangi wetera ase mitandao yetu ya kirero na Igetembe TV ase chinsemo cha Facebook, TikTok, chinsemo cha YouTube na boigo no yanyora senchera engikirano gekoraga chinsa ibere chiritko rero maragoba na boigo chinsa inyenkuru kwa Matilda boigo tigara ime Agetembe TV kurase bimanyererio nere Vene Nyaboke na boigo nere kurase studio kabere nere Kevin Ongeri kendra ko bwatia emiroberio yagetembe kuba mono muroberio obosasembio muroberio bwekerorano uno rachikoletos asore nere makupio na boigo onkorogo.